kuna vitu ambavyo kuna tuseme pesa nyingi tuseme kwa na pia yani ni mambo mengi sana Fizzo tunaonaga, lakini tukiongea watu wanaona mtu ataongea. Na wasanii pia hawajishiki kama ndo kazi yao ili wajipe thamani wenyewe. Ndiyo. Mimi nadhani unajua sana toka zamani kwa tunaona unakutana watu, mtu anakwenda kufanya concert kwa pesa ndogo sana, anaenda kuimba karaoke kwa hela ndogo. Mtu akipewa 30 ngapi anaenda kupiga karaoke anafanya nini? Yaani thamani yako unaishusha mwenyewe. Yes. Lakini ingelikuwa mtu unaambia uende sehemu unasema mimi siwezi kwenda mpaka nipate kitu fulani, na kama unajiaminia una talent yako, kuna siku watakutafuta kwa sababu wale ambao wataenda kufanya kazi kule hawakufikiri wewe. Kuna siku watu watasema tunamtaka Fizzo, tunamtaka champagne, watakupa hiyo pesa unayotaka wewe ili na baadaye wewe vizuri. Na ndio maana unakutana baadaye msanii akishamaliza anakuwa na kitu, unasikia watu wanaanza kusema ule alikuwa champagne, sasa alikuwa Fizzo hana kitu. Sawa, alikuwa star kweli, ila mlikuwa mnampa pesa ya kumfanya baadaye aishi maisha mazuri. Ndiyo. Ndiyo. Hata kwa wachezaji wako wa zamani tunawaona wazee wetu. Sio wataja majina, lakini unakutana kuna mtu alikuwa mchezaji wa timu ya taifa, anapeperusha bendera kabisa, kile mechi ya timu ya taifa watu wanasimamisha Burundi, anaimba Burundi bgachu, watu wanasimama wote. Lakini ukimwona hivi anatembelea kana mbili hazifanani, maana leo atakwambia baba alikufa, baada wiki nyingine baba alikufa tena, bana kwa anamuua babake kila mwezi. Kwa nini? Walikuwa hawawapi ile yani hawawapi sawa na niveau yao. Ndiyo. Na ndio maana unakutana mtu akisema ukweli kuhusu saidizeni wachezaji, saidizeni wasanii, unaonekana labda wewe ni mgararizi, labda unataka kugumua wengine, lakini unakuwa unatetea kile cha kwako kwa sababu maisha ya baadaye watu wanakuwa na kuhesabilia nyuma. Champagne alikuwa anafanya hivi, alikuwa ni star. Fizzo alikuwa ni legend, hakuna msanii kama Shafi kama Fizzo, lakini baadaye kama wakuoni mkumfuko utaishi maisha mabaya. Ndiyo. Tena bidii na wasanii na wenyewe wajipe thamani. Kuna sehemu ukiitwa unapewa concert hela ndogo, kataa. Ili baadaye usikuwa utakutafuta, unajua ule jamaa yuko expensive. Hata baadaye unapata pesa nzuri na maisha yanaendelea. Ya, shauri kabisa ya kweli. Saido, nikupige story. Wewe msanii siwezi nikamsema. Nimeenda wameniita. Tena pale Mbrarudi pale. Nimefanya kashe yangu. Sawa? Nimeambiwa na mimi ni hizi. Tukatoka hapo fresh, lakini paka kwa pako wenyewe kuli pako yani wako wanasema bana, si tumpe hela au tusimpe hela. Akaja mwingine msanii yeye ni msanii mkubwa bana, ni vipi Fizzo mwana Mutai. Nipe laki tano mimi nakunguta. Mutai. Hawezi kumtaja bwana. Lazima siwezi kumtaja. Bwana mimi nipeni laki tano mimi napiga. Mimi napiga show laki tano, napiga zangu show, hamna tatizo. Wale wa jamaa kule wa kulewa nani wakaweka zao hela zao mfuko, wakaweka hela mfuko akampiga 500. Wenyewe wameshakula hela tayari. Wakasema hii budget tunaifanya okay. Yaani wanachukua zile hela wenyewe kaziweka mfukoni, yeye akampiga laki zake 5. Na mwingine yupo, ni wengi sana. Yaani nimepata dili la hiyo wakati ilikuwa ingali bado afiseni. Nimeandika zangu cash ile wa mimi na mimi kama sio hivi ni hivi. Nataka hii hela ya hivi hapo mkiniweka kwenye bango kila mwisho wa mwezi mnanilipa hela kadhaa. Jamani aliingia zake. Akampiga zake 1 milioni wakamweka kwenye bango fresh. Yaani yeye anaona kwa kwenye bango fresh. Ndio hicho sasa. Au kwenye bango tu. Ndio hicho sasa. Unafurahia bango, ufurahi maisha. Anafurahia bango, mfukoni hamna kitu. Unaona hiyo unayosema ya Brarudi? Mimi nishayo kutokea na mimi kipindi kimoja hivi. Manager Raisa anaijua hiyo Raisa. Imeshayo kutokea hiyo. Waliniita tukajadili nika negotiate nao, nikamwambia sababu mimi najua thamani yangu. Mimi huwezi kunichukua kama unavyotaka, najua thamani yangu. Yes. Na mimi nikawakatalia. Baada ya siku 2 nimeona watu kwenye mabango nasikia wapa laki 3. Tena unajua nakwambiaje? Nakwambia tunakupa hela nauli. Yaani mtu unafurahia kwenda kwenye bango tu. Kwenda kwenye bango unafurahia, alafu baadaye watakuwa nasema unamwona ule fulani. Kesho uko kwenye boda boda,
kesho kwenye bajaji, kesho kwenye baskeli, na kila siku unakwenda kwenye bank. Sasa maisha gani haya? Yaani uonekane tu ni star, hauna kitu mfukoni, utazalilika. Unajua lazima uzalilike. Unajua kama jinsi nilivyosema, sisi wenyewe hatujipangi thamani. Hatujipatiagi thamani. Unasikia, unaenda kuongea na mtu mwenyewe ambaye ni mtu mwenyewe ambaye anataka kupatia kazi. Kwanza unanuka kikwapa. Mpaka hivi wasanii wetu wa Burundi wako hivyo. Unakuja mijoto, ushakuwa na mijoto kibao. Unafika pale jamaa kwanza lazima kwanza atakuangalia. Maybe ulimuomba milioni 10, si ndio? Au maybe ulimuomba milioni 15 au 20. Anakuangalia kwanza kuanzia chini mpaka juu, anasema huyu anaomba milioni, amevaa. Yaani kwanza unanuka kikwapa, uko na jasho. Yeye mwenyewe anakuangalia hiyo milioni 10 ambayo ulimuona, anasema huyu hapa hapana. Anakwambia wanakopa. Hawanapotea milioni 2, anapotea hata 200,000. Mimi nishagaa wasanii kila kwanza, msanii uko brand, wewe ni brand. Unapotoka nyumbani huwa umeshaji, sababu wewe ni kioo cha jamii. Sio uondoke tu uko na jasho, sio uko na nini. Kesho kutaanza kupatia samani. Alafu sisi wenyewe bana, ule wanampatiaga hizi na sisi wenyewe katika wasanii, sisi wenyewe ule 500,000. Unataka sisi wenyewe wasanii tunakuwa wa manager wa wengine wasanii. Ule wanampatiaga 300,000, ule wanampatiaga kule. Haiwezekani. Na tatizo makampuni yanaongea, au wenye kuwapa kazi watu wanaongea. Na kingine nacho Saido, wasanii wetu tuna njaa, alafu hatujui kuvumilia. Unasikiza kaka? Yes. Hatujui kuvumilia. Leo kwa mfano kama kisi nilivyosema, leo wewe mwenyewe unaweza kisha mkirudi agateka kali hapa. Unasikiza kaka? Leo unasema bwana, mimi kama sio milioni 10 sifanyi show. Lakini wewe unasema hiyo milioni 10 na uko unafanya kazi nzuri. Lazima kwanza ufanye kazi nzuri ambayo itakuingizia milioni 10. Exactly. Lakini sasa miezi miwili hujafanya show, miezi mitatu hujafanya show, miezi 4 imepita, miezi 6. Jamaa wakimletea kwa milioni, si alisema milioni 10. Wakimletea 1M moja tu anakwenda, au 500 anakwenda, sababu njaa inamuuma, hawajui kuvumilia. Njala ni mbaya sana. Kwa hiyo nilianza kitambo. Kuna wakati nilianza kwanza show za bure. Kutoka show za bure, kwa wakati nilikuwa naenda kufanya hata show, wananizulumu na pesa, naenda na mguu. Unaona watu walikuja kuniangalia mimi, ndio naanza kuwaomba lift. Mimi ndo msanii. Nimeshawatanyisha watu, mchangamka. Hapo tena mimi wewe barabarani niko napiga hivi. Na lift. Hayo ni challenge ambazo nilizipitia sana. Sometimes napata hiyo mimi naelewa. Yesu, mtu unatafuta jina lako na umelipata sasa. Ukishalipata liheshimishe sasa. Yaani hapo hiyo ndio point. Liheshimishe sasa. Sio kila mtu kama huu Fizzo na 500,000 na milioni 1. Kila mtu anajua nikimjongelea ule sio kawaida. Heshima ndio hiyo sasa. Wewe miaka umekuwa unazulumiwa, unaomba lift na niko mashapoa. Hajui umestruggle vipi? Ndio kuna champagne, uko nasikia. Nasikia, niko nasikia. Mwanzo unataka kitu kimoja. Unataka kitu kimoja cha hao wasanii wetu Saido. Kama nilivyosema tena, sijui tu aandikiwe ni ambasaderi wa kitu fulani. Kama yeye iko mvuma nini ambasaderi wa kitu fulani, wanawapa hela ngapi? Saido waulize wanawapa hela ngapi? Maana mimi huyo sasa, mimi sasa. Na wewe na usikie. Na wewe kama usikie. Mimi nakuchana naongesha kweli. Wasanii wetu. Yeye tu kundani andiko tu kama yeye anafurahi tu kuandika kwamba ni ambasaderi. Fizzo. Mkumbushe kwanza champagne. Ngoja kwanza champagne. Mkumbushe kwanza champagne. Warundi tuna tabia moja. Tunakuwa tunasubiriana kwenye korosi. Wewe jifanye huko ambassador sijui wa nini, huko ambassador wa nini. Kama uingizi mshiko,
kuna siku moja watakusubiria ukikata hivi ndio utajua kama Warundi ni watu gani. Ndio maana nakwambia Saido, wasanii wa kwetu sisi, yani yeye anafurahi tu aitwe ni ambassador wa kitu fulani. Wallahi ni mfuko hawana kitu. Sasa unaona hao madili hao wakina champagne wakina nani. Unafikiri mimi kwa nini sijakuwa ambassador? Unafikiri mimi sitaki kuwa ambassador? Yaani mimi kuna sehemu hawezi kufikiria. Saido, huwezi kufikiria kwa nini pale haja kuwa ambassador wa kitu fulani. Unaambia Fizzo, mimi kuna sehemu nishaingia sehemu kama 2. Wananiambia hivi, yaani pa kutokaga wewe kwa kugaraiza mikataba ni Fizzo. Nikamwambia unajua kwa nini? Tunaheshimisha thamani yetu. Mimi hata mimi siwezi kudanganya bara udisha kata ile master time nishakataa. Huwezi kunipa unachokitaka wewe kama akina hazi yangu. Niheshimishe kwa sababu unajua kama umenihitaji kwa sababu unajua kama Saido kuna kitu fulani atakasaidia kwenye kampuni yako. Hii life iko pia kweli leo. Hii life iko na raha kabisa. Unajua wengi wana fake life, wana fake maisha. Naam. Wana fake sana maisha sana, wanayafeki. Telmake ukienda kwenye wanaishi. Mungu anisamee. Mingi basi kwa nini unafeki maisha kuna nini mbele ya watu alafu unataka wewe mwenyewe ndio ile unataka wewe ni msanii unataka yeye msanii mbona msanii hapo unataka baadaye anakuambia bwana wewe kaka bwana kaulimikasha kama mwanangu hali mbaya mingi wana fake na wengine biko asema wengine biko na maviews za mingi za bongo. Sasa hali mbaya na wewe ni ambassador wananiwa kitu fulani. Hiyo unaona kama hiyo Mr. Champagne unasema ya views. Hiyo mimi nachekaga sometimes. Unaweza kutana mtu ana milioni 1 lakini hana like hata 100. Una milioni 1 hiyo. Watu nakwambia. Una milioni 1. Mtu una milioni 1 huna hata comment 10. Watu washagazoea acha kufeki. Pambana jina lako ufike kwenye top, alafu sasa ndio usimamie sasa jina lako sasa. Tuna roho mbaya hatupendani. Sisi hatupendani. Unaona wakijua tu bwana fulani anaongea na fulani. Ule sio wako tu leo kule. Wa Nigeria wa Nigeria tunasikia kwamba SG fulani na fulani hawapendani lakini wakikutanana hivi wanaingiza hela. Sasa sisi ni ule team fulani mimi sikipenda magina ule. Watu wenyewe wanachukiana. Tena wanamleta ndani na roho mbaya. Wenyewe wanachukiana kibiashara. Wenyewe wanaweka beef ya kibiashara. Sisi inakuwa ni beef mpaka beef na beef ya njaa pia tunaweka na njaa ndani sijui nini na nini. Nimekuja nishapata vizuri. Okay. Nipo vizuri afu na maswali yangu kama 3 hivi ambayo ningependa kushare au tushare pamoja ili watu ambao watufuatilia waweze kupata ufafanuzi zaidi ba. Naitwa Mfano Mtangazaji, natokea Platform Show. Swali langu la kwanza kwa BIGFIZZO, kwanza ningependa kumpongeza kwa award ambazo tulizifanya sisi kama Platform Show Music Award. Alipata award 2 kwenye category 2. Kwa hiyo nimpe pongezi zangu na vile vile nataka azungumzie kwa sababu kipindi kile kuweza kupata nafasi ya kuweza kufika eneo la tukio. Napenda azungumzie kuhusiana na Platform Show Music Award na vile vile aweze kuzungumzia kwa sababu alipata changamoto kubwa sana BIGFIZZO kuhusiana na watu ambao walikuwa wanabeza award wakasema kwamba ni ndogo, ni award za kiloko, lakini wewe kama BIGFIZZO ulipambana mpaka ukaweza kupata award 2. Nataka uweze kuwapa mwanga au kwa wale ambao labda waliona ni kitu kidogo kwako, kwa upande wako ulikichukuliaje? Kwa upande wangu mimi nikichukuliaje? Nikichukua kiko fresh. Unajua kila siku ukifanyaga kitu kizuri lazima lazima kutakuwa watu ambao watakupiga. Naam. Hiyo ni kawaida. Sijui watu walisema sijui ni loko. Sasa kama ni loko, sasa nataka iwe international na wakati inafanyika Burundi. Unajua hao watu ambao unajua kila siku lazima patakuwa watu. Unajua kila siku patakuwa watu wenye kupinga tu. Na wanapinga for no reason. Yes. For no reason.
Sasa kama wewe mtu akisema ngo ni doko, yeye ya kwake iko wapi ambayo ni international angeleta akatuzawadia sisi wote. Kile kitu ni kitu ambacho kinamfanya msanii kumpa courage msanii, sababu ni wadogo ambao Burundi hatuna awards. Hatuna awards. So ule mtu ambaye alijitoa muhanga yeye mwenyewe akajitoa muhanga, sababu ni pesa ambayo kwanza ni pesa, ni vile vitu, zile awards ni pesa. Sio awards za mbao mwanangu, zile sio za mbao, sio zile za mbao ambao tulipataga wakati kipindi kile. Zile ni awards ambazo zilitoka katoa pesa yake. Sasa unafikiri za mbao, sio zile za mbao bwana, wewe vipi? Hebu subiri. Unakeo baba. Oui, tunasubiri. Saido una swali huko Saido? Naam. Oui. Saido. Naam. Majuzi kati hapa tuliona umefanya live ukasema kwamba mkataba wako unaisha wewe na Yanga. Naam. Bado umesafiri nayo kumbe? Usafiri nayo? Nenda nayo, nataka niende nayo. Hii iacha huku kule watavunja, kule tapata kule huko ina nini napata nani kumbi kwa mna vumbi. Sana ise. Sikutegemea. Mtu akifanya kitu kama hiki lazima mpe heshima yake kaka. Mpe heshima yake. Alifanya kadiri na uwezo wake. Unasikiza kaka? Hapo wale ambao wengine walipinga walifanya nini? Au si watu ambao wakufuatilia sana tukai sana wajadili sana, sababu mimi kama niliipokea manake niliamini. Na sijajichagua mimi, watu ndio walinichagua. Unasikiza kaka? Ndio ile nilikuwa tunasema hapa. Yaani wakijua tu mtu fulani anaongea na mtu fulani pako matimu. Yeah. Fulani ndo alifanya hiyo award ule fulani anaongea na Fariaz, ule fulani anaongea na Champagne, ule fulani anaongea na Champagne. Hivi tu sivyo ndani. Na wakati sio wenyewe ndo wanafanya, sio wenyewe ndo wanapana award, ni watu ndo wanachagua. Oui. Ni watu ndo wanachagua. Sasa unaokopa nini? Maana hujiamini. Oui. Hapo baadaye unakwenda unaanza kuponda vile vitu. Sababu fulani anaongea na fulani. Hatutokuwa tunaendelea Burundi. Champagne ila sio anamtukana sababu ya Fizzo, sababu tunaongeaga naye. Ni mtu wa Fizzo huyu hatuwezi kuongea naye. Na ni wasanii wenzake, ni wasanii wenzetu. Hivyo vita hatutokuwa tunaendelea, haiwezekani. Oui. Huyo msanii mwenzako ndo anaenda kuharibia YouTube. Makosa. Huyo msanii mwenzako ndo anaenda kuharibia na dili ambayo uko unafanya kule. Bwana mimi tani la 5 mimi tafiga. Tutaendelea. Hatuwezi tukaendelea. Haiwezekani. Yeah. Okay. Ndio maana siku hizi nishasema mimi nafanya kitu yangu ambaye tutaelewana, akitaka tuelewane tunaelewana. Akitaka tufanye vita hiyo ni vita. Niko kupigana na vita hiyo ya sisi wote, wasanii wote. Tuangalie ni vipi wale watu, mbona angalia hizi nchi za karibu, hizi nchi za pembeni kwetu hizi. Ilianza muziki hapa juzi. Wameshatupita. Sababu ya nini? Wako hivi. Wako close. Yeah. Wako hivi. Juzi hizi nchi za hivi mikrofoni zilianza juzi. Burundi ilianza muziki kitambo. Lakini wameshatupita. Ile SAIDO alisema kila mtu ataki maana. Platform show. So maana yake wengine bado za swali jingine ambapo
ningependa kufahamu kwa sababu tuliona pia tuseme media kuweza kukusanyika kwa pamoja ili kuweza kuhabarisha Warundi kwamba BIGFIZZO yuko Ulaya na amefanya hiki na hiki na hiki, lakini kwa upande mwingine watu wanadai kwamba management yako wewe ndio ambayo ilikuwa nyie ndio mlikuwepo kule kwenye show. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa mnatakiwa kushare yale matukio ili tuweze kuyatangaza kwa watu wengine. Sijui hili nalo unaweza kuzungumziaje? Ila sijalielewa fresh hivyo. Unasemaje? Tumeona umefanya show barani Ulaya na ni show ambazo zinaweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Lakini kwa hapa watu wanaona kama wamechukulia poa. Tumeona watu wachache sana ndio wameweza kuhabarisha Warundi kuhusiana na show ambao umeifanya wewe. Kuna story ambazo zinadai kwamba management yako ndio ambayo ilikuwa haitoi habari kwa watu ambao wanahusika na habari ili waweze kuzitangaza hapa Burundi. Sijui hili nalo unaweza kalizungumziaje? Hatutoi habari hadi mimi sijakuelewa mpaka sasa. Unataka yaani nikiona kwamba nikana maana kwamba kwa sababu media za Burundi hakuna media yoyote ambayo iliweza kwenda pamoja na wewe huko Ulaya. Kwa hiyo nyinyi kama management ndio ambao mlikuwa na access za kuweza kushuti zile video, picha na kuweza kuzisambaza. Unaona? Sasa watu hapa wanadai kwamba haikuwa na ukubwa huu ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika kwa sababu management ilikuwa haito. Hapo kwenye ukubwa ndio sijakuelewa. Ukubwa upi? Unasema ukubwa ambao ni ukubwa yani show watu uitikio wa watu kuingia kwenye show, namna watu walivyokuwa wanazungumza huko kwa barani Ulaya, lakini kwa upande wa Burundi ilikuwa watu wanaona kama ni kawaida sana. Chambanye, unaweza kunielewesha kidogo? Okay, sawa. Kama gisi anamaanisha kwamba make video na mafoto ilikuwa inahitajika bazipate kwa wingi. Yaani miki ufupi naweza nikasema ni unaya resite kikuwa bato basambazaki foto na basambazaki video. Ingekuwa ni swata zikesambala na mngezewa kwa stati. Champanya amekujibu. Unajua kaka, ndio ile tumesema. Show zangu ziko pako mara. Nitaka mpaka sasa nitaka kuangalia show utaiona, show ipo. Na show mpaka leo ukitaka kuiona show unaweza kwenda kuitafuta na utaipata, show ipo. Unajua sababu nini walichukulia waliona tu ni kawaida? Sababu ni show ambayo ni show zikirahisini. Kama zingekuwa nilipata watu 10 au watu 5 kwenye show, mpaka leo ungekuwa wanaizungumzia. Hizo niomba hizo katikabisha kufanya hivi. Lakini ndio nitakwambia kitu kizuri, ukifanya kitu kizuri watu wanakichukulia poa. Yeah. Kama hauzioni hizo masho, sababu ni show ziliwaumiza wengi hawakuwa wanatarajia, hawakuwa wanategemea kwamba zitarahisile. Ndio maana saa hizi hauoni hata hao wanani wote au mabloggers wote hakuna hawakuwahi kupost. Na hilo naishi kama hizo jambo mfunzi leo hapa walipiga picha nimekojoa barabarani. Picha leo utaziona sehemu yote. Au mabloggers wote waona wote wanazipost. Yeah. Lakini kitu kizuri kimefanya hawawezi. Ndio maana nakwambia hatuwezi kuendelea. Yeah. Leo show mtaka leo unaweza kuiona. Show ipo kwenye nani? Mbona wanatoka mapicha zetu wanazitoa kwa status za wengine wanaenda kuzipost. Kwa nini wasichukui hiyo video? Iko kwenye Instagram, waichukue waioneshe watu. Hawawezi sababu wanajua ilirahisi.